Tutazungumza ndoa na faida zake, lakini pia tutaona changamoto zake insha Allah, na tutatazama kwa nini watu hawataki kuoa, kwa nini ndoa hazidumu, na mwisho tutaona ni mwanamke gani ambaye anapasa kuolewa. Inna ahla 'ishatin qadaytaha dhahabat ladhatuha wal ithmu hal watruk. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema kiongozi wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na ali zake, masahaba zake na waliomfuata wote kwa wema, naihusia nafsi yangu pamoja na kuwahusia watukufu wa Islam katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, tanakahu takthuru fa inni ubahi bikumul umam يوم القيامة. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, oaneni, kwa kuoana huko mtakuwa wengi, kwa kuwa wengi huko mimi nitajifakharisha siku ya Kiyama kwa sababu ya kuwa na umma mwingi. Ama maudhui ya hutuba yetu ya leo insha Allah, tutazungumza kuhusiana na ndoa. Tutazungumza ndoa na faida zake, lakini pia tutaona changamoto zake insha Allah, na tutatazama kwa nini watu hawataki kuoa, kwa nini ndoa hazidumu, na mwisho tutaona ni mwanamke gani ambaye anapasa kuolewa. Ndoa ni nini, watukufu wa Islamu? Kwa lugha nyepesi kabisa, ndoa ni mafungamano ya mwanamke na mwanaume, ni mafungamano maalum kati ya mwanamke na mwanaume kufuata sheria ya Mungu sambamba na ridhaa ya wazazi. Hii ndio inapatikana tafsiri halisi ya neno ndoa. Kama kutakuwa na mafungamano ya mwanaume na mwanamke tofauti na kifungu cha sheria ya Mwenyezi Mungu, basi hii haipi ndoa. Kama kutakuwa na mafungamano ya mwanamke na mwanaume lakini hakuna ridhaa ya wazazi wa mwanamke, basi hii haitwi ndoa. i'raba bin nutq ikhtabal unzum ash-shi'ra wa lazim madhhabi fi ittirah. Nini makusudio hasa au madhumuni ya kuweko hiki kitu au haya mafungamano kati yetu sisi wanadamu? Kilikuwepo, kipo na kitakuwepo. Ni yapi maudhui yake au ni yapi madhumuni yake mpaka ikawepo ndoa? Jambo la kwanza, taqwa Allah wa itibau awamiri. Jambo la kwanza kabisa kuwepo kwa ndoa ni kwa ajili ya kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ni amri ya Mwenyezi Mungu na ni maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Basi jambo la kwanza, utekelezaji wake kwa mwenye kulitekeleza alifanye kwa ajili ya kutaka radhi za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, bila kuangalia faida nyingine yoyote. Hii ingetosha kuwa ni faida katika jambo la ndoa, maadamu inakutana na jambo la kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini Mtume anasema katika hadithi, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Hii ni faida ya pili. Faida ya pili ni kumuunga mkono ama kufuata sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume amesema, an-nikahu sunnati, ndoa ni sunna yangu mimi, ndoa ni mwenendo wangu mimi. Kwa mwenye kuishi akauepuka huu au kwa mwenye kuuchukia, faman raghiba an sunnati falaysa minni, mwenye kuichukia ndoa akaiacha kwa makusudi, basi huyu si katika mimi, huyu si miongoni mwangu, kwa maana mtu huyu hayupo katika kifungu cha Uislamu. Faida ya tatu ni kuunga udugu katika jamii. Wote tunafahamu ya kwamba kila mmoja ana nasab, kila mmoja ana kizazi, kila mmoja anajifakharisha kwa kuwa na ndugu au kwa kuwa na watoto. Sasa kwa kukutana na hiki kifungu cha ndoa, utakuwa umeunga udugu katika ukoo mwingine, kwa maana koo mbili au zaidi ya koo mbili zitakuwa ni kitu kimoja na zitakuwa
na ukaribu ambao unaweza ukaleta manufaa katika jamii ya Kiislamu. Ndoa ni nusura. Nusura ni nini? Nusura ni kumwokoa kiumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ndoa mustakbali wake pia miongoni mwao ni kukuza uchumi. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine, hii inaweza ikawa ni msaada kwa mwenye kuoa au mwenye kuolewa katika kukuza uchumi wake au kumnusuru katika namna nyingine yoyote ya kibinadamu. Ima faida nyingine ya ndoa ni stara. Mwenye kuoa au mwenye kuolewa bila shaka amesitirika. Ambaye hana mke au hana mume hana stara. Hata Mtume amesema katika hadithi, shirarukum uzabukum, wengi katika watu ambao ni waovu katika jamii ni wale ambao ni wajane, kwa maana wale mabachela ambao hawajaoa au kuolewa. Kwa hivyo, kwa kuingia mtu katika kifungu cha ndoa kwa kufuata sheria ya Mwenyezi Mungu na suna ya Mtume, mtu huyu atakuwa amepata stara. Lakini faida nyingine ya ndoa ni kupata kizazi kilicho cha halali na kuweza kuwadhibiti watoto wako. Lakini pia faida nyingine ya ndoa ni kujenga mapenzi na huruma baina yetu. Kwa sababu ya kifungu hiki tutakutana na sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tutafunzana kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tutahurumiana, tutajenga jamii yenye ustaarabu na tutaweza kuwa na mapenzi baina yetu Waislamu. Watukufu wa Islam, hizi ni faida chache ambazo zinapatikana katika kifungu hiki cha ndoa. Kifungu ambacho leo imekuwa ni changamoto. Aliyeoa anajuta kwa nini kaoa, ambaye hajaoa hatamani kuoa. Aliyeolewa anajuta kwa nini kaolewa, na ambaye hajaolewa hatamani kuingia katika kifungu cha ndoa. Wanaona wameingia katika janga au wameingia jela. Hiki ni miongoni mwa vitu ambavyo haviwashawishi vijana wanaokuwa sasa. Hawatamani kuolewa wala hawatamani kuoa. Ni kwa nini? Labda tutazame kwa uchache ni kwa nini vijana au ni kwa nini watu hawatamani kuingia katika kifungu cha ndoa. Jambo la kwanza ni kuporomoka kwa maadili ya Kiislamu. Kwa kuporomoka kwa maadili ya Kiislamu kunapelekea vijana kujihusisha na mambo ya mahusiano kabla ya kuoa, jambo ambalo hawaoni umuhimu tena wa kuoa. Imekuwa ni kawaida kwa kijana kuingia katika mahusiano. Kwa sababu gani? Kwa sababu maadili ya Kiislamu hayafuatwi, na imefikia hatua sasa hata mahusiano hayo wazazi wanayaridhia, kwamba wanaona ni kawaida kijana kuwa na mahusiano na mwanaume, mvulana kuwa na mahusiano na mwanamke bila ya kifungu cha ndoa. Kwa hiyo haya yanapelekea vijana hawa hawawezi kuona tena umuhimu wa ndoa, kwa sababu kile ambacho kinapatikana kwenye ndoa wanakipata, ikiwemo ni starehe, ikiwemo ni watoto, ikiwemo kadha wa kadha wa kadha. Kwa hiyo wewe unaishi na mtoto, lakini mtoto yule nyuma ya pazia ameoa au nyuma ya pazia ameolewa. Leo ukimwambia aolewe au aoe, haoni tena thamani ya ndoa. Lakini sababu ya pili, wanawake wameshusha thamani yao. Hapo miaka ya awali mwanamke alikuwa akiishi na kuitunza thamani yake, thamani ambayo ilikuwa jamii inafahamu ili uweze kuwa na mwanamke ni lazima uoe. Lakini leo mwanamke mwenyewe ameishusha thamani yake, anavaa nusu uchi, anazungumza maneno ya kujidhalilisha, na hatimaye wavulana hawaoni sababu ya kumchukua mwanamke yule na kumweka ndani, kwa sababu tayari yeye mwenyewe anajidhalilisha. Wale ambao wameingia katika kifungu hiki cha ndoa
wanaishi katika misingi ambayo wale ambao wako nje na kifungu hiki hawaoni maana ya kujifunza kutokana na wao. Magomvi ya wazi wazi, matusi, malumbano, kesi za kila siku, mapigano. Ndoa imekuwa ni gereza na uwanja wa vita. Kwa hiyo mtoto anayekuwa au kijana ambaye anatamani naye kuja kuingia katika ndoa, anaishusha na kuifuta ile thamani, haoni maana ya kuoa, haoni maana ya kuolewa, kwa sababu kila siku anamuona baba yake au mama yake jinsi ambavyo anapata tabu katika ndoa yake. Watukufu wa Islamu, tumeghafilika na jambo hili. Tunawalaumu vijana, tunawalaumu watoto, hali ya kuwa sisi ndio ambao tulianza kukosea. Lakini jambo jingine, kwa nini vijana hawataki kuoa? Vijana wanasomeshwa ilmu ya dunia, ilmu ya dini, lakini vijana hawasomeshwi ilmu ya uchamungu, kiasi kwamba kijana anaweza akawa na ilmu lakini hana uchamungu. Hii inampelekea kuona maasi ni jambo la kawaida. Kijana ana elimu nzuri, ana muonekano mzuri, lakini moyoni hakuna uchamungu. Walimu wa kusomesha uchamungu wamekosekana au ni wachache. Walimu wa kusomesha elimu ni wengi, lakini wa kusomesha uchamungu ni wachache. Kwa hiyo kwa kukosekana kwa uchamungu kwa watoto wetu ndio kunapelekea kutokuyajua baadhi ya mambo umuhimu wake. Watukufu wa Islamu, ya kusemwa ni mengi, muda wetu ni mchache. Tumalizie nukta mbili chache za mwisho. Ni kwa nini ndoa nyingi huwa zinavunjika? Sababu ni moja tu, kwa sababu tumekosa kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamalizia kwa kusema, ni yupi mwanamke ambaye anapaswa kuolewa? Mtume anasema katika hadithi, tunkahul mar'atu li arba', huolewa mwanamke kwa sababu ya mambo manne. Mwanamke akiwa na mambo manne, hayo yanaweza yakamfanya akaolewa. Sio yawe yote, likipatikana moja kwako wewe ukalikuta liko kwa mwanamke, basi unaweza ukamuoa. Jambo la kwanza, Mtume anasema limaliha, mwanamke huolewa kutokana na mali yake. Mathalani, mwanamke ana uchumi mzuri, ana pesa, ana majumba, ana magari, huyu unaweza ukamuoa. Ukivutiwa nayo unaweza ukamuoa, ni ruksa, kwa sababu anaweza akakusaidia kwa namna moja au nyingine. Lakini jambo la pili, walihasabiha, kwa sababu ya nasabu yake. Mwanamke ana nasabu nzuri, ni mtoto wa fulani, au ukoo wao ni mzuri, umeupenda, huyu unaweza ukaoa. Lakini jambo la tatu, Mtume anasema walijamaliha, ni kwa sababu ya uzuri wake. Unaweza ukamuoa mwanamke kwa sababu kuna kitu umekipenda katika mwili wake, na huo ndio uzuri wa mwanamke, inaruhusiwa. Jambo la nne na la mwisho, mwanamke huolewa kwa sababu walidiniha, kwa sababu ya dini yake. Mwanamke mwenye dini anamtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unaweza ukamuoa kwa sababu hii. Na Mtume akamaliza kwa kusema fadhfar bidhati dini tarbati yadaka, mchague mwanamke mwenye dini. Kama katika sababu nne hizi unataka mojawapo ni kuchagulia, Mtume asema fadhfar bidhati dini, basi chagua mwanamke mwenye dini. Tarbati yadaka, mali huisha, uzuri huisha, nasabu huisha, lakini dini hubakia mpaka kesho, ila yaumil qiyama. Huyu ndio mwanamke ambaye anapaswa kuolewa. Wewe msichana ambaye unatafuta mwanamume wa kukuoa, je, ni mwanaume gani ambaye anaweza kukuoa? Mtume hakutuacha, akasema tena katika hadithi, idha atakum man tardhauna khuluquhu wa dinahu fazawijuhu. Hapa anazungumza Mtume, anazungumza na wale wenye mabinti wa kike, mawalii wa watoto wa kike. Atakapokujieni mtu ambaye munamridhia tabia yake na dini yake, fazawijuhu, basi muozesheni. Hakusema atakapowajieni mwenye hela au atakapowajieni mwenye kadha. Ameangalia mambo mawili, tabia yake ni nzuri na mtu huyu ana dini ambayo imesimama. Wala hakuangalia umri, wala hakuangalia kabila, wala hakuangalia rangi. Dini na tabia nzuri zinatosha kwa mwanaume basi kupewa mwanamke.
Watukufu wa Islam, tuyazingatie haya machache na tuyafanyie kazi.